Haleluya, haleluya, jina la Bwana barikiwe. Ninataka nikuletee jambo moja tu ambalo kwa dakika 2 unisikilize. Jinsi ya kumtambua mke ama mume sahihi katika maisha. Jinsi ya kumtambua, ambao tayari mmeshaanza urafiki, uchumba, ndoa hadi mbinguni. Mmeanza urafiki, uchumba, ndoa hadi mbinguni. Utamjuaje kwamba huyu ndiye au siye? Jambo la kwanza, lazima ujue mahusiano, urafiki wenu mmeuanzaje, lakini pia mahusiano yenu, mazungumzo yenu yanaelekea kutafuta maendeleo, baraka za ndoa, kuwa na watoto wazuri na kazi na malengo mazuri, au muda mwingi mnatumia kuchati, kuwasiliana na mnazungumzia sana juu ya mihemko ya ndoa. Kwa maana nyingine sio ndoa, mna mihemko ya tendo la zinaa. Ukiona mazungumzo mengi yanabezi tendo la zinaa kabla ya kuingia kwenye uchumba ama mmeshaingia kwenye uchumba, mpendwa mtazamaji wangu, wewe kijana ama wewe binti, anza kuona indicator nyekundu inawaka ndani yako. Hiyo ni hatari. Lakini pili, ukimwona mwenza wako, hasa sana mabinti wanakuwaga watulivu, huwa hawachokozi mada, ila kijana anaanza kuchokoza mada kwamba siwezi kuoa mke eti kununua mbuzi kwa gunia, kwa anataka atomase kwanza alafu ndo aoe. Huyo sio muoaji. Huyo atakuchezea, atakuacha. Iko hivi, anaweza ukazungumza kwamba mna malengo naye, mna mipango naye, anaweza kukuambia unajua mimi ni mwanamume, ninazidiwa, siwezi kwenda kwa mtu mwingine, wewe ni wa kwangu na vile na vile. Wewe unajiingiza mle. Ukiingia umeingia mkenge mwanangu. Siku ya kwanza mkienda, siku ya pili message zinaweza kupungua, simu zinaweza kupungua, zinapigwa kwa wakati tofauti, message zinajibiwa wakati tofauti. Amesha kujua. Kumbuka huyo kijana naye hata kama anamjua Mungu, lakini anaishi katika mwili, ana matamanio. Utaona maendeleo ya mahusiano yanapungua, maendeleo ya mawasiliano ya message, simu zinapungua. Kwa nini? Umeshamteremshia nguo ya ndani. Usimteremshie nguo ya ndani. Na mtu mwenye lengo la kukuoa, amedhamiria, amemaanisha, na ni Mungu kweli kweli amesema naye, hawezi kuzungumzia habari ya kufanya tendo la ndoa kabla ya ndoa. Mungu akubariki sana. Kwa wewe binti, onyesha msimamo, na wewe kijana, onyesha msimamo, namna ya kumhofu Mungu kama vile Yusufu alivyomhofu Mungu, akasema nimtendeje Mungu dhambi kubwa namna hivi. Shalom, shalom. Mungu akubariki sana. Tuonane Jumapili mahali hapa mjini Madaudi, nyumba ya maombi. Amen.